rafiki yangu, jambo leo somo hili linasema Yesu anampenda tu. Tuombe kabla hatujasoma. Asante Mungu kwa leo. Mungu abariki kwa jina. Amina. Amina. Haya. Yesu ananipenda. Naomba nikuulize. Kwanza fungu letu la Karili linasemaje? Umestahili? Umestahili kwetu kupokea utukufu na heshima na uweza. Ufunuo 4 mstari wa 11. Sasa wewe umefanya jambo gumu sana ambalo lilikuwa gumu sana kwako? Jambo gani? Hata nikifanya jambo gumu na kufa. Kweli? Basi umefanya jambo gumu mpaka kufa? Mbona sasa nakuona unaishi hapa? Hapo unaongea kwa sababu unaishi. Sasa Yesu alifanya jambo gumu sana kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kama wewe umewahi kufanya jambo gumu, Yesu alifanya gumu sana sana sana. Na mimi nilifanya gumu sana. Sawa, lakini Yesu alifanya kukuzidi kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Sasa unakumbuka somo lililopita rafiki? Lilikuwa linasema habari ya chakula cha jioni. Si ndio? Sasa Yesu alipomaliza kula chakula cha jioni na wale rafiki zake, wakaenda kwenye bustani. Akawaambiaje rafiki zake? Jamani, niombeni. Yesu alikuwa anahitaji kuombewa kwa sababu alikuwa anajua anaenda kufanya nini? Anakaribia kufa. Ameenda kule bustanini akawa anaombaje? Baba, sipendi kuteseka, ila ni mapenzi yangu itateseka. Akasema ila kama ni mapenzi yako nitateseka. Lakini Mungu akamtuma nani? Malaika. Mungu akamtuma malaika. Anaenda anamfariji Yesu, anampatia maneno ya tumaini. Akarudi kwa rafiki zake, akakuta wamefanyaje? Amelala. Sio jamani, hajaweza hata kuniombea hata kidogo. Anarudi tena anaomba vile vile. Usiku ule kina nani wale wakaja kumkamata wale? Viongozi wa dini na wamekuja na maskari. Wakaja wakaenda wakampeleka Yesu, wakamkamata, wakampeleka wapi? Kwenye mkoa anaitwa Pilato. Na ile nani alikuwa anafuata kwa nyuma yule? Petro wa samaki yule alikuwa anavua yule. Akawafuata kwa nyuma, Watu wanaota moto. Na amekaa anaota moto. Basi dada mmoja kamuona akasema, wewe hapo kama vile ni mmoja wa wafuasi wa Yesu." Petro huyu akakataa tena. Akasema, mimi simjui Yesu, mimi simfahamu Yesu. Baada ya muda mfupi akaja mtu mwingine. Akamwangalia Petro. Na akasema, wewe kama vile wewe ni mfuasi wa Yesu." Mimi sio mfuasi wa Yesu. Mimi sio mfuasi wa Yesu. Petro kajibu, mimi sio mfuasi wa Yesu. Muda ukapita tena kidogo. Mwingine naye akamwangalia Petro akasema, kama vile wewe naye mfuasi wa Yesu. Petro akakataa tena. Akasema, hata sijui wewe unaongea nini wewe. Hata sijui unaongea nini. Yesu mimi simfahamu. Baada Yesu akamsikia. Akamwangalia Petro. Akamwonea huruma. Petro naye alipoona anamkaliwa na Yesu vile akajisikia vibaya. Petro akajisikia vibaya yule. Akaondoka pale akaenda mahali akali. Wakamchukua Yesu. Wakamfunga kitambaa wapi? Usoni. Hapo kwa anamfanyaje? Wanampiga. Wanamwambiaje? Tabiri, nani amekupiga? Yesu alinyamaza kimya. Viongozi wa dini baadaye wakakusanyika kwanza kumuuliza eti wewe ni Masihi? Yesu akawajibuje? Mimi ni Masihi ndio. Mtamwona mwana wa damu ameketi mkono wa kuume
kwa Mungu. Waliposikia hivyo walikasiri, wakasema huyu anaongea nini? Anakufuru, anajifananisha na Mungu, hawezi kuwa sawa na Mungu huyu. Anastahili kufanya nini? Anapaswa afanye nini? Afe. Huyo ndo adhabu yake, huyo lazima afe. Lakini walikuwa wanahitaji wapate kibali kutoka kwa gavana. Gavana anaitwa Pilato. Kampeleka kwa gavana. Yule gavana hakuamini ule uongo wa wale waliokuwa na usema kwa Yesu. Umeona? Lakini akawa anaogopa nini? Anaogopa viongozi wa Kiyahudi, kwa sababu alikuwa anaonea aibu. Anaona kusema kama vile kusema, sasa mimi kama vile nitapoteza sifa yangu kuwa Pilato. Mchukueni. Mimi hapa nimenawa mikono. Nyenye mtajua mtakavyomfanyia. Wakamchukua Yesu, wakamwekea taji ya nini ile? Miba, wakamshindilia. Wakamweka na nani, wakamvalisha na kanzu ya zambarau. Umeona? Wakaanza kumsujudia, wanasema salamu mfalme wa Wayahudi. Yesu hajasema kitu. Wamemtesa, wamembebesha msalaba. Baadaye wakamvua nguo, wakagawana zile nguo zake, wakamweka Yesu msalabani, mkono huku, miguu, wakagonga msumari kwenye miguu. Yesu, damu zinamwagika. Ndio vile alivyoambia wanafunzi wake, hii ni damu yangu inayomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi zenu. Ile damu iliyomwagika ya Yesu msalabani ilikuwa ni kwa ajili ya kutuondolea sisi dhambi zetu. Ndio hilo jambo ambalo Yesu alifanya gumu sana kwa ajili yetu. Wakamweka msalabani, akafa kwa ajili yetu, mimi na wewe. Akafa, akazikwa shimo, akafungwa sanda. Ndio. Sasa lile jambo gumu Yesu alilifanya kwa sababu anatupenda. Ndio maana somo linasema Yesu anafanya nini? Yesu anafanya nini? Ananipenda. Yesu ananipenda. Mtoto mzuri, Yesu anakupenda. Alifanya jambo gumu kwa ajili yako la kufa msalabani ili wewe na mimi tuokolewe. Yesu anakupenda. Basi mtoto mzuri, tumefurahi kuwa na wewe. Tufunge kipindi chetu kwa ombi. Usaje omba. God, thank you for your careful lesson. In Jesus' name, pray. Amen.